بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Ndugu Muislam, leo tukiendelea na kitabu cha Thalathatul Usul na tunasoma sharh ya Sheikh Al-Allama Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Qala rahimahullah, Bismillahir Rahmanir Rahim. Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah aelezea, asema ibtada al-muallifu rahimahullahu kitabahu bil basmala. Mwandishi wa kitabu cha Thalathatul Usul ameanza kitabu chake kama hiki kwa Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa sababu gani? Iqtidaan bi kitabillahi azza wa jalla, kwa sababu ya kuiga kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, mabdu'in bil basmala, ambacho pia Qur'an imeanza kwa basmala, bismillahir rahmanir rahim, na hata hiki kitabu vile vile akaanza na basmala, bismillah. Wattiba'an li hadithin, na vile vile kwa sababu ya kufuata hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, kullu amrin dhibalin, kila jambo lenye muhimu, la yubda'u fihi bi bismillah, na jambo kama hilo halianzi kwa kutaja bismillah, fahuwa abtaru, basi jambo hilo limekatika, yani linakuwa jambo kama hilo halina baraka. Kisha katika miongoni mwa wanafunzi wake katika kusherehesha hadithi hii anasema, azahu Suyuti fil Jami' as-Saghir liruhawi. Hadithi hii imenukuliwa na Suyuti katika kitabu kinaitwa Al-Jami' as-Saghir kutoka kwa Ar-Rahawi, wa akhrajahu Al-Khatib fil Jami', na vile vile hadithi kama hii imetolewa na katika kitabu kinachoitwa Al-Jami'. Wa qad ukhrija al-hadithu bi turuqin kathiratin wa alfadhin mutaaddida, asema hadithi hii imeripotiwa kwa njia nyingi na kwa maneno mbalimbali. Wa qad su'ila shaykhuna al-allama Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah an hadha al-hadith, hata vile vile aliulizwa Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah kuhusu hii hadithi, kullu mri'in dhibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Akasema hadha alhadithu ikhtalafa alulamau fi sihhatihi, wanavyoni wa hadithi wametofautiana katika usahihi wake. Akasema famin ahli alilm, kuna miongoni mwa wanavyoni wanasema, man sahahahu, waliosahihisha hadithi hii, wa atamadahu, na akawa ni wenye kuitegemea. Akatoa mfano kan Nawawi, kama al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Wa minhum man dha'afahu, na kuna miongoni mwa ahlul hadith walidhaifisha hadithi hiyo, akasema hadithi hii ni dhaifu. Lakini talaqqa al-ulama hadha al-hadith bil qabul, lakini kupokelewa kwake hadithi na wanazuoni imepokelewa kwa mapokezi mpaka kukubaliwa. Wa wada'ahum dhalika alhadith fi kutubihim, na vile vile hadithi kama hii wakawa wenye kuweka mpaka kwenye vitabu vyao. Hii ni kwa sababu gani? Yadullu ala anna lahu aslan, inaonyesha kwamba ina asili hadithi kama hii. Na maneno haya intaha mpaka hapa imetajwa katika kitabu al-ilm
lifadhilatu Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen. Kwa hivyo aendelea kusema Sheikh rahimahullah, hii hadith au hii basmala kuanza kwa Sheikh rahimahullah katika kitabu cha Thalathatul Usul ni kwa sababu Qur'an imeanza na bismillah, na vile vile kwa sababu ya kufuata hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotuamrisha, na hata vile vile akasema, akaendelea waqtidaan birrasul sallallahu alaihi wasallam, na vile vile kwa kuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yabda'u kutubahu bilbasmala, kwa sababu ndio vile vile hata Mtume sallallahu alaihi wasallam barua zake akiandika anaanza kwa dini kwa bismillah. Kwa hivyo asema hiyo bismillah, aljar wal majrur, ba harfu aljar, wallahi wa ismi majrurun bilba mutaalliqun bimahdhufin, yana uhusiano na kitendo kilichofutwa, yani kuna kitendo hapo hakikutajwa, inakuwa ni fi'lu muakharin munasibin lilmaqami, kitendo ambacho kilichoahirishwa, kilichowekwa mwisho, kinachofaa kama kutumiwa kwa muktadha au hali inayozungumziwa. Akasema takdiruhu, makadirio yake ilikuwa bismillahi aktubu au usannifu. Bismillah, kwa jina la Mwenyezi Mungu, aktubu, ninaandika, au usannifu, au ninatunga kitabu hiki. Wa qaddarnahu fi'lan, na tumekadiria kuwa ni kitendo, lianna al-asla fil amali al-af'al, kwa sababu asili katika amali ni vitendo. Wa qaddarnahu muakhiran lifaidatayn, na tumekifanya kitu kama hiko kicheleweshwe kwa ajili ya manufaa mawili. Kwanza, atabarruku bilbidaati biismillahi subhanahu wa ta'ala, kutafuta baraka kwa kuanza kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Pili, ifadatul hasri, kutoa maana kipekee. Nafikiri kama jana tuelezea kuhusu al-hasr, yani kizungumza kitu fulani ndo hiko. Kwa sababu gani? Lianna taqdima almutaalliqi yufidu alhasr, kwa sababu kutanguliza kilichohusishwa, yani jina la Allah subhanahu wa ta'ala, kunatoa maana ya kipekee. Kisha akaendelea akasema, wa qaddarnahu munasiban, na tumekadiria kauli hiyo kwa namna inayofaa, liannahu adallu ala almurad, kwa sababu inaonyesha kwa wazi tena zaidi kile kinachokusudiwa. Falau qulna mathalan, kwa mfano leo tutasema, indama nuridu an naqra kitaban, tunapotaka kusoma kitabu tukisema bismillahi nabtadi'u, kwa jina la Mwenyezi Mungu tunaanza. Lakini bismillahi aqra'u, lakini tukisema kwa jina la Mwenyezi Mungu ninasoma, yakunu adallu ala almuradi alladhi abtadi'u bihi, hiyo huwa ina maana kuwa iliyo dhahiri zaidi tena kuhusu kile tunachokikusudia kukianza. Kwa hivyo hii ni maana ya bismillah. Wa qawluhu Allah, sasa tushatoka bismillah tunaingia Allah. Asema alamun ala albari jalla wa ala, ni jina maalumu linalomhusu Allah subhanahu wa ta'ala, tena na aliyetukuka. Wa huwa alismu alladhi, nalo ni jina ambalo kwamba
tatba'uhu jami'ul asma, majina yote mengine, majina ya Allah subhanahu wa ta'ala hufuata jina hili la Mwenyezi Mungu Allah. Hatta innahu fi qawlihi ta'ala, hata kwamba katika kauli Allah subhanahu wa ta'ala itukuka asema alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur, hiki ni kitabu tulichokiteremsha kwako ili watoe watu kwenye giza uwapeleke kwenye mwangaza. Biidhni rabbihim, kwa idhni ya Mola wao mlezi, ila siratil aziz alhamid, uwafikishe kwenye njia ya Allah subhanahu wa ta'ala mwenye nguvu msifiwa. Alafu Allahu alladhi, naye ni Mwenyezi Mungu ambaye kwamba lahu ma fi samawati wa ma fil ardi, ni vyake yeye vyote viliomo katika mbingu na ardhi. Wa wailun lilkafirina min adhabin shadid, na ole wao makafiri kwa adhabu kali. Kisha akasema la naqulu inna lafdhal jalalati Allah sifatun, hatusemi kuwa neno la Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni sifa, bal naqulu, bali tunasema kuwa hiya atfu bayan, ni kifungu cha kufafanua kilichoambatishwa. Kwa sababu gani? Li alla yakuna lafdhul jalalati, ili neno hili tukufu la Allah tabi'an tabaiyatan na'ti lilman'ut, lisiwe linafuta kwa namna ya sifa inayofuata kile kinachosifiwa. Maana yake nini? Ni kwamba wanazuoni hawakutaka kulichukulia neno la Allah subhanahu wa ta'ala kama sifa, kama ni na'at. Kwa sababu gani? Ili lisije likawa linafuata maneno mengine kama sifa zinazofuata kile kinachosifiwa, yani man'ut. Ndio badala yake wamelichukulia kama jina linalojitegemea tena lenye nafasi ya kipekee. Tukiendelea kumalizia, Ar-Rahman, bismillahi Ar-Rahman. Ar-Rahman, mwingi wa rehema. Ismun min al-asma'il mukhtassati billahi azza wa jalla, ni jina miongoni mwa majina maalum ya Allah subhanahu wa ta'ala. La yutlaqu ala ghairihi, jina kama hili haliwekwewi kwa mwingine yoyote yule. Warrahmanu maana, na hili jina la Rahman maana yake almuttasifu birrahmatil wasi'a, yule mwenye sifa ya rehma iliyopana sana. Yani Allah subhanahu wa ta'ala anawarehemu waumini na wasiokuwa waumini wote. Ar-Rahim, bismillahi Ar-Rahman. Sasa Ar-Rahim yutlaqu ala Allah azza wa jalla wa ghairihi. Ar-Rahim, mwenye kurehemu, yutlaqu ala Allah azza wa jalla wa ala ghairihi. Neno Ar-Rahim linatumiwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na pia kwa wengine. Wa maanahu, na maana yake dhurrahmatil wasila, na maana yake ni kuwa ni mwenye rehma inayofika kwa viumbe. Farrahman dhurrahmatil wasi'a, ama hili jina la Ar-Rahman ni mwenye rehema pana. Warrahim dhurrahmatil wasila, na Rahim maana yake ni mwenye rehema inayofikia viumbe fulani special. Fa idha jumia, sasa itakapokusanywa majina haya mawili yakiwa yako pamoja,
sara almuradu birrahim. Maana ya arrahim huwa rahmatahu ila man yashau min ibadihi, yule anayefikisha rehema yake kwa mtakaye miongoni mwa waja wake. Kama qala ta'ala, kama vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyosema, yu'adhibu man yashau wa yarhamu man yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala humwadhibu amtakaye na humrehemu amtakaye. Wa ilayhi tuqlabun, na kwake yeye mtarejeshwa. Kiufupi ni kwamba hii neno Ar-Rahman, rehema yake Allah Subhanahu wa Ta'ala inaenea kwa wote, Waislamu na soko Waislamu, waumini na makafiri, wote, viumbe wote. Lakini Ar-Rahim, rehema yake hii inaelekezwa makhsus kwa watu special, waumini peke yake, muttaqin. Basi mpaka hapa namwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuafikie, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.